Jina naitwa Jackson Charles, ni afisa habari wa Lukuti FC. Kwa madai yao wanasema mechi kuvunjika, kwa madai yao wanasema kwamba golikipa wao endapo Dala anapokuja kuataki kuna kitu kinamchoma. Kwa hiyo wakalazimisha wao wanasema wakalazimisha tumtoe Dala ili mechi iweze kuendelea. Sisi tukasema kwenye sheria za mpira hairuhusiwi mpinzani wako kukupangia mchezaji fulani untoe. Kwa hiyo sisi tukasema tumtoi, mechi iendelee. Wao wakakataa kuendelea kwa mechi, basi na sisi tukasema tunasubiri refa amalize mpira tuangalie tunataka kuendelea nini. Kwa sheria zetu tunavyosema, wanasema kwamba mtu yoyote anayosababisha mechi kuvunjika atapokonywa pointi 3 na atatozwa faini. Lukuti nawaambia kwamba wasichoke kuja uwanjani kwa sababu hii ndio mechi ya kwanza na hili sio kisa sisi mechi kuvunjika. Kwa hiyo waendelee kuja uwanjani na wajitokeze kwa wingi mashabiki wetu. Kwa jina naitwa Said Nyanga, ni head coach wa Lukuti FC. Kutokana na mechi ilivyokuwa inaendelea, wapinzani wangu walivyokuwa jiandaa, mechi ilikuwa mzuri, ila anachosikitisha kwamba mechi imevunjika. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tumanyima ladha ya mechi mashabiki. Kifupi naomba radhi mashabiki wangu wa Lukuti FC, walijitokeza kwa namna yake, walijitoa kwa wingi, walijitoa kile mmoja wao. Ila nawaomba siendelee kukata tamaa, tuunge mkono kwa sababu tunaendelea kupambana, hii ndio mechi ya kwanza. Kwa majina naitwa Asmani Selemani, maarufu Mkanji, msemaji wa Soka FC. Mechi imetamatika, mechi imeahirishwa, kuna baadhi ya vipengele mimi sivijui kifupi. Lakini maana yake kimazingira ushirikina umefanyika. Afu ushirikina kwenye football unafanyika wazi wazi. Sheria iko wapi kwa mfano labda? Sheria hapo iko wapi kwa mfano? Sisi kama sisi tumejiandaa, kila mtu amejiandaa na benchi lake la ufundi vizuri zaidi. Tunakuja uwanjani, tunakuja kuletea mazingaombwe ambayo yaeleweki. Sheria hapo iko wapi kwa mfano? Sisi tumesimamia misingi yetu ambayo tumesimamia kuonekana yule mchezaji anapata maumivu. Anayekubali kucheza mpira kwenye taratibu hizo nani? Hayupata mtu mmoja. Na ukiangalia mazingira, nyonyo mmeona waandishi. Na mambo yanafanyika hapa manake, baadhi ya watu wengi matukio hawajashuhudia. Watu wamekuja kuona mbona kule kuna sitofahamu, kuna nini tatizo? Nyonyo mmeona. Na maana akisoma geni. Haya sio mageni ujue. Kwa hiyo yangu ndo haya. Kwa nje mimi kocha, kapteni na wachezaji wenzie. Kapteni anganiza kwamba kuna kitu vinanichoma. Kwa hiyo yeye akaja mimi kunifuata kuniambia bwana kocha, mimi kuna vitu vinanichoma. Mimi kama kwa hiyo mimi nifanyeje? Kwa usalama wangu mimi manake tumuite refa, tumwambie huyu kitu akitoe manake. Mimi sijui, mimi niko nje manake. Kapteni ndo anajua, maana yeye ndo anacheza mpira. Akamwita refa, akamwelekeza, shida hii hapa. Refa akanijibu sahihi manake, sio kazi yake kweli. Mimi siwezi na siruhusiwi kumfungua mtu kidudu chochote au kumtoa mtu kidudu chochote. Kama wewe unaweza, muite umfungue wewe. Akasema mimi naweza. Kapteni mwenyewe akakiri kwamba mimi naweza. Tunamuita musika, anomshuku mwenyewe hataki kuja. Sema tukio. Na nyinyi wenyewe mashahidi. Ameitwa zaidi ya mara 4 au mara 5. Anakuja hapa hataki kuja. Kwa hiyo kapteni mwenyewe kwa vithibitisho vyake karibu niletea mimi na akamfikishia refari. Na refari akamruhusu muite umfungue wewe. Mimi siruhusi kumfungua. Kapteni wangu akawa sahihi manake. Yuko tayari kumfungua. Ila mchezaji yake muhisi kwamba ana kitu. Hakuweza kuja sema tukio kuja kufunguliwa kitu. Mimi kocha na misimamo yangu na hata kapteni ana misimamo yake, maana kapteni na yeye kiongozi wa timu. Kapteni na kocha nani mkubwa kwenye timu? Kocha mkubwa. Mimi nishamwambia kama unaweza, mimi nakuachia wewe, amua. Tumuite fungua, tumuite toa. Kwa nini anaitwa hataki kuja? Kwa sasa wewe unadhani shida ni nini sasa, na baada ya kutokea hivi unadhani kuna chochote ambacho nyinyi mtanufaika nacho kama Soka? Kitakaliwa kwenye bodi tutajua nini cha kufanya. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.